mentor, the compound effect. Tunaendelea pale tulipoishia, tunaendelea chapter hii ya 4 ya momentum kwenye hichi kipande kinaitwa routine power. Routine power manake ni nguvu ya kuwa na utaratibu au ratiba, yaani ujue saa fulani nitakuwa sehemu fulani nafanya kitu fulani, saa fulani nitakuwa na nani tunafanya kitu fulani, saa fulani nitatenga muda fulani kwa ajili ya kufanya kitu fulani. Sio unaamka hauna mpango maalum unaenda unafanya. Saikolojia ya medicine make imepiga medicine inasema hivi, binadamu anavyoishi bila kuwa na utaratibu anapoteza kusudi. Anapoteza kusudi. Kwa mfano unaweza kuwa una uhuru wa muda, kama wewe ni mwanafunzi unasoma. Basi leo huna vipindi, yaani umeamka asubuhi ratiba yako inasema haina kitu, basi kuwa na utaratibu wako ambao siku nikiwa sina vipindi nitatenga muda wangu kwa ajili ya kujifunza graphics design. Nitatenga muda wangu kwa ajili ya kujifunza masoko na kuuza. Nitatenga muda wangu kwa ajili ya kufanya kitu fulani. Usiwe tu unaendeshwa na ratiba ya shule. Ndio maana program za shule waga zinakuwa successful kwa sababu wanamuendesha mwanafunzi kulingana na routine za masomo, kwamba asubuhi lazima uamke muda fulani, uingie darasani, utoke darasani, uende prep, yani hivyo. Ndio maana inakuwa successful. Kwa hiyo wewe binafsi kwenye kazi yako au biashara yako unayofanya, jifunze kuwa na utaratibu, routine ambao utajua sehemu fulani unafanya kitu fulani. Fundisho kubwa nalolifunza lingine ni power of consistency. Nguvu ya mwendelezo. The power of consistency. Hii inamaanisha nini? Kufanya kitu kwa mwendelezo. Ujue inachukiza sana kama leo umeanza kitu fulani, kesho umeuza kitu fulani, kesho umefanya kitu fulani. Kwa mfano nilikuwa namsikiliza Bwana Joel, alitolea mfano wa mwendelezo. Kuna mama mmoja alikuwa ni muuza dagaa, sawa? Akamuomba na nauka usaidizi wa kwamba akipata mteja amuunganishe naye. Unajua nini kilitokea? Na nauka alipopata mteja akampigia yule mama, nimepata mteja wa kuchukua dagaa nyingi kwa bei ya jumla. Yule mama akamjibu na nauka kwamba baba, sasa hivi nimeacha kuuza dagaa, sasa hivi nauza mawigi. Ule mfano uliniuma sana. Kwa sababu gani? Yule mama alikuwa amepata direct opportunity ya kwenda viral. Lakini kwa sababu alikuwa hana nguvu ya mwendelezo akapotea. Ndio maana napendaga mfano mzuri wa pipe, ule bomba la maji la kupush. Ile bomba la maji linahitaji uwe na nguvu ya mwendelezo. Yaani upampu ile vacuum ijitengeneze, ivute maji yaje juu. Lakini ukiacha tu hata kidogo yale maji yote yanarudi chini na unaanza upya. Kwa hiyo ili yale maji yaje yaingie kwenye ndoo yako, inabidi upampu kwa mwendelezo kwa spidi ile ile bila kuacha, ili maji yafanyaje? Yatoke. Kwa hiyo jifunze kuwa na mwendelezo. Kama umependa content hii, drop comment ulichojifunza au comment kitabu gani tu summarize kinachofuata. Tukutane chapter inayofuata. Let us meet you before you